Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Napatikana Kigamboni, Dar es Salaam. Leo nimekuja kwenu hapa mbele yenu na dawa ya kuwaunganisha watu. Tunaweza tukasema hii ni dawa kama vile wakiweza ambao hawapatani au hawaelewani. Lengo lako wawe na umoja. Wewe mwanamume una wake wawili, unahitaji wake zako wawe na maelewano yaliokuwa mazuri. Ikiwezekana wapike chungu kimoja, ikiwezekana wafue pamoja, ikiwezekana vile ambavyo unahitaji wewe. Hii leo ndio dawa ambayo tunataka kukusudia hapa. Hivyo usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninavyotoa. Ndugu zangu, kuna watu wengi sana, tukiacha mke na mume, kuna ndugu ambao hawapatani. Labda kwenu mmezaliwa watatu, unajikuta katika watu watatu ambao mmezaliwa, ndugu yako na ndugu yako hawapatani. Isipokuwa wewe unapatana na ndugu zako wote, huku unaenda na huku unaenda. Sasa unatamani ndugu zako hawa uwaone wakipatana kama zamani. Sisi tumeelewana vizuri? Au na marafiki zako unahitaji uwaunganishe sehemu moja, unahitaji uwapatanishe. Ama nimetoa mfano uliokuwa mzuri, umeoa wewe mwanamume wake wawili au watatu au wanne, lakini wake zako hawa kila mmoja anajiona yeye ndo mwamba, anajiona yeye ndo bora kuliko mwenziwe. Unahitaji uwafanye hawa watu wawe ni kitu kimoja, wawe wanakaa sehemu moja, wanapiga stori moja, wanapanga, na ikiwezekana wakutete wewe kitu kimoja. Yaani namaanisha wawe ni kitu kimoja. Nadhani hapa nitakuwa nimeeleweka. Nini cha kufanya? Cha kufanya leo tutazungumzia katika Qur'ani. Na ni sura ndogo sana, lakini hakuna sura ndogo katika Qur'ani. Inna a'tainaka al-Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Hii ni sura kubwa sana ambayo inaweza kuunganisha watu hawa wakakaa sehemu moja kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Chukua dhafarani ambao umechanganya na mauwarda pamoja na miski nyeupe. Ukishachanganya vitu hivyo, andika inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Ukimaliza aya hii inna shaniyaka huwal abtar, utaandika jina la yule ambaye unamtaka, ambaye unamuona huyu ndo kisirani zaidi. Kwa mfano ikiwa ni wake wawili, kuna mke mkubwa na mke mdogo, alafu wewe katika wake zako hao unaona kabisa kuwa huyu mke mdogo huyu ndio kisirani zaidi, unaanza kuandika jina lake, kisha unairudia tena inna shaniyaka huwal abtar, unaandika tena jina lake upate mara 7. Baada ya hapo chini yake utaandika tena inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar, utaandika jina la yule mwingine, alafu utarudia tena hiyo aya mara 7, kila aya jina, kila aya jina, kila aya jina, upate mara 7. Kisha chini yake utaandika tena inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar, utaandika jina lako wewe. Utarudia tena inna shaniyaka huwal abtar, jina lako, inna shaniyaka huwal abtar, jina lako, inna shaniyaka huwal abtar, jina lako. Kisha utamalizia tena ya 8 inna shaniyaka huwal abtar, utaandika jina la yule wa kwanza, utaandika jina la yule wa pili, kisha mbele utaandika jina lako, alafu hii utaenda kuizimua. Baada ya kuizimua na kupata maji, yale maji utatumia kuchanganya katika juisi, ama utachanganya katika maji ya kunywa. Utaenda kumchanganyia huyu kidogo, utaenda kumchanganyia na yule kidogo, utaenda kujichanganyia na wewe mwenyewe kidogo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nyinyi watu watatu kitakuwa ni kitu kimoja. Nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Pale ambapo sijaeleweka unaweza kutuma kwenye comment ama ukanitafuta tukajaribu kueleweshana zaidi na zaidi. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Mimi si bora kuliko nyinyi ambao mnanisikiliza. Insha Allah.